mali zote ambazo CCM wanasema ni mali zao, kimsingi ni mali zilizotokana na jasho la Watanzania wote. Ni mali za Watanzania ambazo CCM imejimilikisha kiharamu. Kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hapo ulipo sasa hivi CCM inasema ni pa kwake. Pengine imekupangisha fremu, pengine inamiliki uwanja, na CCM inasema kwamba hizi ni mali zake, na muda mwingine huwa inaziuza au kuzipangisha, lakini hizi mali CCM imezijiporea kutoka kwetu sisi wa Tanzania. Unafahamu kwamba baada ya uhuru Tanzania ilikuwa ni mfumo wa vyama vingi kuanzia mwaka 1961 mpaka 1965. Mwaka 1965 serikali ikapiga marufuku mfumo wa vyama vingi na ikaanzisha rasmi mfumo wa chama kimoja. Tanzania bara, zamani Tanganyika, kukawa na TANU na Zanzibar kukawa na ASP. Na mwaka 1977 ASP na TANU zikaungana kuunda CCM, na tangu kuanzia ile 65 iwe ni TANU halafu baadaye ikaja ikawa CCM. Mali ambazo chama hiki kilikuwa kinakusanya ilikuwa inazikusanya kupitia pesa zinazotoka moja kwa moja kutoka kwa serikali, ambazo ni kodi za wananchi, wenyewe wanaita subventions. Wananchi wanalipa kodi, CCM inachukua, inanunua mali, inanunua hayo mauwanja, inanunua nini na vitu kama hivyo. Tuliporudi kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, ili swala halikujadiliwa kwamba ni namna gani sasa zile mali ambazo zinaitwa na za CCM lakini inajulikana kabisa kwamba ni mali za Watanzania wote zinaenda kugawanywa vipi au zinaondoka vipi kwenye mikono ya CCM, pengine kurudi serikalini. Hilo halikujadiliwa kabisa, na kumekuwa na mivutano mingi sana kati ya wananchi na CCM na serikali kuhusiana na namna ambavyo mali hizi zimepatikana. Kuna watu walishawahi kupeleka kesi hizi mahakamani kwamba aidha CCM irejeshe hizi mali serikalini au utafuta utaratibu mwingine kudili na hili jambo. Na kwa bahati mbaya sana mahakama zetu hazijawahi kuwa interested kuaddress hili jambo substantively. Mara nyingi watu walikuwa wanapeleka haya mashauri mahakamani hawakufanikiwa kwa sababu walikuwa wanaambiwa hawana mamlaka ya kupeleka mashauri kama hayo na vitu kama hivyo. Na mbali ya hivyo sasa kuna migogoro mingi sana. Unakuta ndio hivyo kama eneo wananchi walikuwa wanatumia, lakini kwa sababu eti CCM inasema ni eneo lake, CCM inampa mwekezaji, wananchi wanaondoshwa. Umeona inatokea kwenye maeneo mengi sana hapo Kinondoni, tumeona na maeneo mengine mengi nchini. CCM eneo ambalo lilipata kwa kutumia kodi za wananchi, halafu wananchi wanakuja kutumia ile eneo, CCM inaamua kumpa mwekezaji, anaweka showroom au anafungua ghala, halafu wananchi mamia kwa mamia ambao walikuwa wanatumia ile eneo wanalazimika kuondoka, lakini kimsingi CCM haimiliki ile eneo. So pengine ni muda sasa turejeshe huu mjadala wa namna ambavyo CCM wanaweza kurejesha hizi mali ambazo walizipata kwa kutumia kodi za wananchi wote. Hizi mali ni za Watanzania wote, na ni muda sasa zirudi kwenye mikono ya Watanzania ili waache kunyanyasika kama hivyo, kuondolewa kwenye maeneo ya biashara ili eneo apewe mwekezaji quote unquote, aweke showroom. CCM inabidi warejeshe hizi mali kwa Watanzania.